Mpendwa mfuatiliaji wa mafundisho ninayoyatoa, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa mara nyingine tena napenda nikukaribishe katika kipindi chetu kizuri na katika somo ambalo nimekuwa nikifundisha kuhusiana na kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Nilianza kwa kuongea kuhusu pepo falme, na leo ninaingia katika kipengele kinachoongea kuhusu pepo mamlaka. Ni somo ambalo ni mfululizo wa kitabu cha Waefeso sura ile ya 6 na mstari wa 12, ambapo tulikuwa tunaendelea kujifunza ya kwamba kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, na jinsi ambavyo ibilisi shetani anafanya kazi zake kupitia mawakala wake ambayo ni majeshi makubwa manne. Tumekwisha kujifunza lile jeshi la pepo falme, na leo ninaongea kuhusu pepo mamlaka. Katika kile kitabu cha Efeso sura ya 6 na mstari wa 12, Mtume Paulo anasema, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Na sasa ninaongea kuhusu pepo mamlaka. Utakumbuka niliongea ya kwamba maisha haya tunayoyaishi ya upambanaji wa kila siku huwa ni maisha ambayo yanaanzia katika ulimwengu wa roho. Yaani kuna ulimwengu wa mwili na kuna ulimwengu wa roho. Sasa ulimwengu wa roho ndio huwa unaamua mambo yanayofanyika katika ulimwengu wa mwili. Na kwa maana hiyo sasa ni muhimu sana kujua ya kwamba struggles au changamoto tunazokuwa tunakutana nazo katika maisha ya kawaida, katika maeneo yetu ya kazi, katika maeneo yetu ya ujasiriamali, katika familia, katika huduma, zile changamoto na mapambano na vizuizi tunavyokutana navyo vingi kwa sehemu kubwa sana kwa vinakuwa vimeanza katika ulimwengu wa roho. Ndio maana sasa Paulo anawafungua macho wapendwa wa Efeso ambao sisi ni mwendelezo wa kanisa la tangu karne ile ya kwanza hadi sasa. Kwa hiyo maneno haya ni maneno ambayo pia yanatusaidia hata sisi. Kwa hiyo sasa leo tunaendelea na pepo mamlaka, ambao kwa lugha ile ya awali ambayo Agano Jipya liliandikwa, pepo mamlaka anaitwa exousia. Pepo falme na pepo mamlaka hufanya kazi kwa kushirikiana na kwa ukaribu, na ndio maana pale Mtume Paulo amesema pepo falme na pepo mamlaka, yani ni two sides, yani ni timu mbili zinazofanya kazi kwa ukaribu. Na wachambuzi wengine huwa wanaweka pamoja kwamba pepo falme na mamlaka ni kitu kimoja, lakini mimi nimezitofautisha hizi haya majeshi mawili. Na ndio maana sasa Mtume Paulo anaagiza maombi kwa wafalme na wenye mamlaka. Ukisoma kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 2. Sasa ni lazima tufahamu kwamba mamlaka mbalimbali katika dunia na katika ngazi tofauti, yani mamlaka katika ngazi ya familia au koo, ngazi ya kiutawala kule kwenye mtaa, kwenye ngazi ya kijiji au mji, mamlaka za ngazi ya kata, tarafa, ngazi ya wilaya, mkoa hadi taifa zinaweza kutumika kuzuia mipango na makusudi ya Mungu. Katika hizo mamlaka tutaendelea kujifunza jinsi ambavyo mamlaka hizo zinaweza zikawa ni kikwazo kwa ajili ya kazi ya Mungu, kikwazo kwa ajili ya mpango na makusudi ya Mungu. Na mamlaka zinapokuwa zimehusika huwa zinatumia maagizo, zinatumia makatazo. Nitaenda kujadili baadhi ya mamlaka ambazo tutaziona kabisa jinsi ambavyo zinatumika kuleta ugumu katika kazi ya Mungu. Mamlaka zinazosimamia elimu na uchumi zinaweza kutoa maamuzi ambayo yanazuia kazi za Mungu. Mamlaka kama za bunge zinaweza kuhusika kutunga sheria na kuhalalisha mambo ambayo ni chukizo mbele za Mungu. Mifano mbalimbali ya kiutendaji wa kazi za pepo mamlaka kupitia mamlaka za kibinadamu na za kitaasisi tunaweza kuziona katika maeneo makubwa yafuatayo, ambayo yanadhihirisha kabisa ya kwamba hapa mamlaka iliyokuwa inatenda kazi ilikuwa chini ya influence au chini ya maongozi
na utendaji wa ibilisi shetani. Nianze na mamlaka za kidini. Tunategemea kabisa kwa ufahamu wa kawaida kwamba mwanadamu anahusiana na Mungu kwa njia ya imani, na hizi imani huwa zinakuwa zimebebwa na dini, na kwa maana hiyo tunategemea kwamba dini kiwe chombo cha kumuunganisha mwanadamu na Mungu na sio kumtenganisha mwanadamu na Mungu, au kumfanya mwanadamu awe karibu na Mungu kwa njia ya imani. Sasa utagundua kwamba kwa bahati mbaya dini hizo ndio zimekuwa chombo cha kuwakosanisha watu na Mungu. Utagundua katika maisha na huduma ya Yesu Kristo, wapinzani wake wakubwa walikuwa ni watu wa dini. Bwana Yesu Kristo alipokuja duniani alikuwa na lengo la kumpatanisha mwanadamu na Mungu, na maadui wakubwa wa Yesu walikuwa ni viongozi wa dini ya Kiyahudi. Walimchukia Yesu na hata kupanga mipango ya kumuua. Na tunafahamu kabisa kanisa la kwanza la mitume baada ya Yesu kufufuka na kupaa kwenda mbinguni, adui wa kwanza wa kanisa walikuwa ni viongozi wa dini. Waliwatesa mitume na kuwaamuru wasihubiri habari za wokovu kupitia Yesu Kristo. Na viongozi hawa wa dini walikuwa wanapanga hata njama za kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu ya kuhubiri neno la Mungu haiendelei mbele. Nitakupa mfano mmoja katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 4 mstari wa 13 hadi ule mstari wa 18. Maneno ya Mungu yanasema, basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Na wakimwona yule aliyeponywa akisimama pamoja nao, hawakuwa na neno la kujibu. Wakawaamuru kutoka katika baraza, wakafanya shauri wao kwa wao wakisema, tuwafanyie nini watu hawa? Maana ni dhahiri kwa watu wote wakao Yerusalemu ya kwamba ishara mashuhuri imefanywa nao, wala hatuwezi kuikana. Lakini neno hili lisije likaenea katika watu, tuwatishe wasiseme tena na mtu awaye yote kwa jina hili. Wakawaita wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Sasa utaona hii ni mamlaka ya kidini ambayo wameweka vikao kabisa, na lengo lao ni kustopisha au kusimamisha au kuzuia ile kazi ambayo mitume walikuwa wanafanya. Sasa hii ni mamlaka ambayo bila kujua inatumiwa na ibilisi shetani kuzuia kile ambacho Yesu alikuja kukifanya, kile Yesu alichokuja kukisimamia. Sasa hii mamlaka lazima itakuwa imekuwa influenced na pepo mamlaka. Kumbuka kuna pepo falme, kuna pepo mamlaka. Pepo falme yeye kazi yake ni kukamata watu walio katika viongozi wa falme, kuhakikisha kwamba wanatumiwa kudhibiti kazi ya Mungu. Na mamlaka na yenyewe sasa na yenyewe inafanya kazi hiyo hiyo, ila inafanya kazi kupitia mamlaka mbalimbali. Hapa tunaona mamlaka ya kidini jinsi inavyofanya kazi kuzuia kazi ya Mungu. Sasa shetani ndiye anayezuia kazi ya Mungu. Kwa hiyo kama shetani anazuia kazi ya Mungu, ajenti wake wa kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inazuiwa kupitia mamlaka za kidini ni pepo mamlaka ambaye amekamata mamlaka ya kidini. Na tuje sasa upande wa pili kwenye masuala ya kiserikali, kuna mamlaka mbalimbali. Kwa mfano kama mamlaka za bunge, tutaona kabisa ya kwamba mamlaka za bunge ni moja ya mihimili ya utawala. Mahali pengi katika nchi zote huwa kuna mabunge, na mabunge haya huwa yanatunga sheria. Sasa hizi sheria zinaweza kuwa ni sheria ambazo zinakataza kabisa mambo ya kumwabudu Mungu, au zinaweza kuwa zinaruhusu. Sasa linapokuwa ni bunge ambalo linashiriki kutunga sheria inayokuwa inakinzana na neno la Mungu, tunajua kabisa kwamba shetani hapo ametumia hiyo mamlaka kwa kuwakamata watu wanaohusika katika kutunga hizo sheria na kuwafanya waweze kutoa maamuzi ambayo yanaenda kinyume na neno la Mungu. Hapo nyuma tumeona jinsi shetani anavyotumia serikali kupinga mipango ya Mungu. Tunafahamu kuwa serikali nyingi huwa zinaundwa na chama cha siasa. Hata serikali zinazoendeshwa na chama cha siasa bado zina itikadi fulani zinazoongoza serikali hizo. Katika historia ya dunia kumekuwa na siasa za serikali fulani katika baadhi ya nchi ambazo utekelezaji wake utaona kabisa shetani yupo kazini. Maamuzi ya siasa hizi hutungiwa sera na kupitishwa na mabunge na kuanza kutekelezwa.
Ni matokeo ya utekelezaji huo ndio hufanya tuelewe kabisa kuwa katika maamuzi haya Shetani alitumia siasa, sera na bunge kama vyombo tu vya kupitisha maamuzi yenye madhara kwa wanadamu. Mifano ya utendaji kazi wa Shetani kupitia mamlaka ni mingi, tukianza na biashara ya utumwa. Unaona, swala la biashara ya utumwa ni jambo lililojadiliwa na kupitishwa na mamlaka husika na kisha kuanza kutekelezwa. Ukiliona hii sera, ukiangalia hii mipango jinsi ilivyokuwa imewekwa kabisa bungeni huko Ulaya, wakapanga, wakatekeleza, na baada ya hapo watu wanaanza kuchukuliwa kupelekwa utumwani. Kwa matokeo ya maamuzi ya utekelezaji huo yanajulikana na yalisababisha maumivu yasiyosahaulika hadi leo. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa pale ile mamlaka ilikuwa chini ya influence ya ibilisi Shetani. Mifano mingine, kwa mfano ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini, ni matokeo ya maamuzi yaliyojadiliwa na kupitishwa na bunge na kutekelezwa na serikali. Kwa hiyo katika vile vikao ambavyo vinakuwa vinahusika katika kuleta uharibifu, lazima tukubaliane kwamba wale watu walikuwa chini ya pepo mamlaka aliyekuwa amekamata mamlaka hiyo ambayo inakuwa inatoa maamuzi. Kwa mfano mwingine, ndoa za jinsia moja ni maamuzi yaliyopitishwa na mabunge na kutelekezwa na serikali katika nchi husika. Zipo nchi na ambazo swala la watu kuoana jinsia moja ni jambo ambalo halina shida na ni jambo ambalo linatekelezeka kabisa na ni sheria ambazo zimepitishwa. Kwa hiyo unapoona serikali inatoa maamuzi ambayo yanaenda kinyume na mpango na makusudi ya Mungu, lazima ujue pale ibilisi yuko kazini na ametumia pepo mamlaka kuwakamata wale watu wanaofanya katika mamlaka zinazohusika katika kufanya maamuzi. Kwa hiyo lazima tujue kwamba pale yupo pepo mamlaka. Zipo serikali katika nchi mbalimbali hapa duniani ambazo kuongea habari za wokovu na kumhubiri Yesu Kristo ni kosa la jinai kabisa, na imepitishwa katika katiba za nchi hizo kwamba huwezi ukahubiri habari za Yesu Kristo katika nchi hizo. Kwa ile mamlaka moja kwa moja inakuwa iko chini ya pepo mamlaka. Ni lazima tuamini na kubaliana kuwa maamuzi yoyote ya namna hiyo hayawezi kufanyika pasipo Shetani kuhusika. Kwa utendaji huu ulio wa kiovu kabisa, ni lazima tukubali kuwa muovu ibilisi alihusika kwa kutumia majeshi yake ambayo yalitenda kazi kupitia mamlaka. Kwa hiyo pepo mamlaka anakuwa anahusika. Lakini kuna mambo mengine ambayo tunaona zipo mamlaka mbalimbali ambazo huwa zinahusika katika kurudisha nyuma kazi za Mungu. Kwa mfano, mamlaka za elimu. Shetani kwa mbinu amejipenyeza katika mifumo mbalimbali ya elimu duniani na kujitahidi kuondoa dhana inayomhusu Mungu na mipango ya ukombozi wa mwanadamu. Mambo haya huyatekelezwa kwa kutumia watu wenye dhamana katika taasisi na mashirika ya elimu ya kimataifa na ya kitaifa. Kwenye swala la uwepo wa dunia, kwamba ilitoka wapi mwanadamu, alitoka wapi, kusudi lake ni nini na mwisho wake ni upi, swala hilo ni mifumo ya kielimu ambayo huwa inaijadili. Sasa linapokuja swala la kuongea habari za Mungu, ipo mifumo mingi ya elimu duniani ambayo huwa inapingana kabisa na swala la kwamba Mungu ni muumbaji na kwamba Mungu anataka watu waweze kuishi kwa kufuata amri zake. Kwa hiyo elimu hiyo inakuwa haijadiliwi kabisa. Kwa hiyo sasa elimu ambayo inapingana na makusudi ya Mungu, tunajua kabisa mamlaka hiyo inakuwa iko chini ya Shetani. Shetani hataki Mungu aonekane wala kutajwa katika mifumo ya elimu. Ndio maana katika uwepo wa mwanadamu duniani, elimu ya historia inadai kuwa mwanadamu alitokana na nyani. Hiki kitu sio kweli. Kwa hila pia Shetani kupitia mamlaka za kielimu hupenyeza mitaala na mafundisho yanayohamasisha haki za ushoga na mafundisho ya elimu ya kijinsia mchanganyiko ambayo tunaita transgender. Hivi ni vitu ambavyo vinafundishwa katika mifumo ya elimu, na bahati mbaya sana hivi vitu vinaanza kupenyezwa hata katika nchi zetu. Sasa pale lazima tufahamu kabisa kwamba katika hiyo mamlaka inayohusu katika utoaji wa elimu, pepo mamlaka anahusika na kazi yake inakuwa ni kupotosha. Kwa maana hiyo sasa Mtume Paulo anasema ya kwamba kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Na mamlaka zinazokuwa zinatumika hapa ni zile mamlaka zote ambazo zinatoa elimu, zinatoa
mafundisho, zinatoa maelekezo ambayo yanapingana na Mungu. Lakini pia kuna mamlaka za kifamilia na za koo. Mamlaka za kifamilia, yani wazazi, ndugu katika koo, pasipo kufahamu wanaweza kutumika kuzuia wanafamilia wasiokoke au wasimjue Mungu. Na zipo shuhuda nyingi za watu waliomwamini Yesu Kristo kwa gharama ya kufukuzwa na wazazi au kutengwa na koo. Kuna watu wametengwa na wazazi hata kutangazwa kwamba kwa kuokoka basi wanahesabika kuwa wamekufa na uwepo wao duniani hautambuliki. Kwa hiyo kwao kuokoka ni shida kuliko kuvuta bangi na kujiingiza kwenye madawa ya kulevya. Mambo haya yanapotokea, Shetani kupitia pepo mamlaka huwa anafanya kazi kupitia mamlaka ya wazazi na wanaukoo kuhakikisha ya kwamba habari za Mungu na habari za wokovu hazifundishwi. Mara nyingi upinzani juu ya kazi ya Mungu huonekana kama jambo la kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho yapo majeshi yanayosababisha upinzani wa kazi ya Mungu kupitia wanadamu, hasa wanaoruhusu kutumiwa na Shetani kupitia majeshi haya. Mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa masomo haya, ninapenda ni kutie moyo ya kwamba kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, kama mtumishi wa Mungu Paulo anavyosema. Na tunapokuwa tunapambana kwa njia ya maombi, lazima tujue ya kwamba zipo roho zinazotenda kazi katika ulimwengu wa roho ambazo hujidhihirisha katika mifumo ya kawaida ya kibinadamu. Lakini kwa neema ya Mungu na kwa neema ya mafundisho tunafahamu, hata tunapokutana na upinzani, tunajua kabisa kwamba tunachopambana nacho sio wale watu tunaowaona, bali ni pepo wanaokuwa wameshika fahamu na nia na shauku za watu, na hivyo kutekeleza yale ambayo ni mambo ambayo Shetani anayataka. Mungu akubariki kwa kutufuatilia au kwa kunifuatilia. Na sasa nitaenda kuingia katika kipengele kingine cha jeshi la tatu ambalo linaitwa wakuu wa giza katika anga hili. Mungu akubariki. Asante sana kwa kufuatilia mafundisho hayo. Ninaitwa mchungaji na mkufunzi wa neno la Mungu, Mchungaji Isaac Edward Chalo. Ninapatikana eneo la Mbweni Mpiji katika jiji la Dar es Salaam, na unaweza kuwasiliana na mimi kwa simu namba 0752805276 kwa mafundisho ya neno la Mungu, kwa ushauri unaohusiana na huduma na kwa maombezi. Mungu akubariki. Karibu kwa somo linalofuata kuhusu wakuu wa giza katika anga hili. Mungu akubariki sana.